Spice FM. Imetisha baba. Duniani kuna mambo. Nimechoka kadri ya kuchoka. Jamani, binadamu gani anomba msamaha kwa hasamehewi? Kama nilipokosa narejea tena nisamehewe. Nishakoma. Sasa Fasta akaniambia, msema kama unajua wewe? Nikamwambia sijui. Bana, hapa mume wake Mariamu ni kishababi na anakuwinda vibaya wakati wote. Basi akikutia mikononi, akikuta kwenye 18 tu, hakika unaumia. Hivyo kwa hiyo ujilinde. Mimi sikuamini. Sasa kumbe yule anachukua namba zangu za simu kisiri. Yule mwanamume. Sasa akakanipeleleza yule. Yaani nilizimia. Eneo nimenunuliwa. Hakuna foundation. Maana pesa natuma tu. Nasema inarudi nayo mwenyewe, naenda kumaliza aidha bati au naenda kumaliza labda kufunga linta juu. Lakini hakuna foundation. Mawe yaliokuwepo nusu gari ya ng'ombe. Nimekuja hapo kila nikiwauliza tafulani, tena tafulani na wazazi. Nikasema hapa kutafulani na wazazi. Ikibidi hapa ninyamaze kimya tu. Ile kwa sijui kushoto na kulia. Yeye ndo alikuwa ananiambia, saa nyingine ananiambia haya, jibu hivi. Mwisho wa siku aliniambia ilipokuwa inatazama huko upande mwingine itabidi nitazame. Na ndio katika serikali kwa kwetu nikaambiwa babake mwanajeshi mstaafu. Hiki ni Kisa Mkasa ndani ya Spice FM. Imetisha baba. Duniani kuna mambo. Hayo ni maneno ya wahenga waliposema duniani kuna mambo. Waliamini kwamba kuna jambo lipi ambalo linakwenda kujiri mara baada ya pale ambapo tumeishia siku ya jana. Ndicho kitu ambacho tunakwenda kukisikiliza kwa sasa, tupate nafasi ya kufahamu kile ambacho kinakwenda kujiri baada ya pale ambapo tumeishia siku ya jana. Kuja huko. Na kweli mama alitoka huko, ngoja nende nikamuone, afu iwe nampelekea chakula mwanangu kule gerezani. Basi akatoka mama Tabora akaja. Kiukweli mama anasema alimkuta kakonda. Yaani hana meno yale mekundu yale ya Kichaga, si niseme vipi yale mekundu. Yaani amebadilika, meno mekundu. Hana meno ya kutoka nje, meno ametoka nje. Kwa zile shida. Basi mama ikawa anakaa pale. Lakini kipindi wamemkamata wamemweka ndani, walimpa masharti. Kama mume wako hautomuona tena, kwa hiyo wewe zoea tu. Umeona? Wewe mume wako hautomuona tena, kwa hiyo wewe zoea tu. Na tunakupa masharti. Wakampiga picha, alivyosema mwenyewe wamenipiga mapicha tele, wamenambia kila nakokwenda wananiona. Na wakampa masharti kwamba yeye asije akaolewa na mwanamume alikuwa Muislamu. Yaani achukue tu mwanamume tu aishi naye, lakini asiokuwa Muislamu. Akaulizwa na kakaangu mimi, yuko hapa, akaambiwa sasa kama amekupa masharti hayo na una uhakika mume wako ashamuoa, sasa unafikiria utaishije wewe? Kwa ina maana utakubali kuishi maisha hayo? Yeye akasema mimi siwezi, taishije na mwanamume aliyokuwa si imani yangu. Basi alikaa pale Dar es Salaam miezi inafika 2. Akaambiwa na kakaangu, kwa hivyo unapenda kazi za kulima, basi ipo sehemu Chanika mimi nitakutafutia, nitakukodia nyumba au utakaa kule Mbezi, ulikuwa na chumba chao tu kimoja. Akasema mimi siwezi kule kwa sababu kule milima mingi siwezi. Kwa hiyo kakaangu akamwambia sasa nitakukodia chumba, nitakupa na gharama, takulipia miezi 6 uanze maisha huku. Akasema hamna tatizo. Akasema lakini kule na vitu vyangu na eneo langu kubwa tu, basi mimi niende kwanza nikafanya utaratibu niuze. Nikishauza mimi tarudi zangu huku. Eneo lake liko hapo Mtwara. Ndo akarudi kule. Sasa wakati anarudi kule ndo mama alikuwa yuko Dar es Salaam. Baada ya kumshawishi mwanangu usiende, akamwambia mama niache niende nikauze, eneo langu litapotea tu kule. Ndo akatoka kwenda. Sasa baada ya kwenda akamshawishi na mama basi njoo sio hivi na hivi. Mama akatoka akaenda Mtwara. Kumbe pia ilikuwa ni heri mama kwenda. Basi umefika wameishi wenyewe wameishi. Dadangu akatokea mume. Alipotokea mume, yani alivoolewa ndani ya wiki moja, na ndani ya wiki moja ile walimkamata. Sasa alikuwa anakaa Mtwara maeneo ya Magugu, sijui mama anavyoniambia. Kabidi alivoolewa tu akaanza kupigiwa simu na wale watu ambao walimtesa mara ya mwanzo. Wanampigia simu, tunataka tukuletee mashungu tuuzie.
Dadangu akasema msifanye biashara hiyo. Alipopigiwa simu tu akamwambia mama, mama, hawa watu ni wale walioniweka ndani kipindi kile. Kwa hiyo mimi naona mama, maisha yangu sasa hivi yako hatarini, waliniambia nisiolewe. Basi yule mume wake sasa akampa taarifa. Mume wake akamwambia basi kimbia uje huku. Yaani Newala, sasa akimbilie Newala, ndio mwanamume alipokuwa anakaa kule alikuwa anaenda tu. Akakimbia kwenda Newala. Basi walikimbia usiku kwa usiku na watoto zao, mizigo mingine wakaitupa tu ikapotea. Walipofika kule Newala walikaa siku ya kwanza, ya pili, ya tatu usiku wakakamatwa. Na wakati wanakimbia kule mama alikuwa kwanza ni mtu mzima, alafu alikuwa anaumwa sana. Kwa hiyo ikabidi tu afanye kwa sababu lisitobudi kutendwa. Basi siku ya tatu usiku amelala, alisikia tu milango inavunjwa. Mama alikuwa anaumwa, dada alikuwa kwa chumba chake kingine na mama. Kwa hiyo ikabidi tu kwa sababu alikuwa anaishi kwa wasiwasi. Ikabidi mama amke na dada akakurupuka, watoto wake wamelala. Kwa hiyo dada akawa anatafuta nguo anavaa na mama huko anavaa. Maaskari wakaingia kule kwa mama anampiga. Na kule anapigwa na maaskari, defender liko nje. Wanaambia watoke waende zao. Sasa ilikuwa ndio wamelala wenyewe, nguo wamekaa hivyo, wameweka tu pembeni. Kwa hiyo kila mtu ajipapatua nguo avae atoke. Hasa mama akavaa nguo, akajitupia shungi, akavaa muda huo mama anaumwa. Na dada yangu kule wakamtoa. Wakati unamtoa watoto wake alikuwa amelala. Wa mwanzo wa miaka 14. Mwingine ndio alikuwa anahisi kwa na miaka 6 humo. Huyu wa pili mpaka sasa miaka 9. Basi na watatu sio ndio miaka 6 au 7 sasa hivi kama hivyo. Basi wakatolewa nje na mke mwenzake, maana alifikia kwa mke mwenzake na yeye akachukuliwa na mume wake akachukuliwa wakati wa kwenye defender. Lakini wakati unaingia kwenye defender ndo mama alikuwa ndo mtu mzima, hawezi tu kupanda tu lile defender kama hivi. Halafu usiku kwa mama akamchukua akamrusha kwenye ile defender. Kulikuwa na chuma mle, mama kikampiga kwenye miguu. Basi anasema mama safari alianza huo usiku. Yeye anasema alitumia masaa 4 mpaka kufika kwenye ile gereza. Walifika usiku. Wakati huo njiani wanakwenda, yani ule dada yangu mimi Aisha anateswa mle, anapigwa sana mle kwenye gari. Basi walilala mle, walipofika akaambiwa wavue nguo. Wakasema sisi ni Waislamu, hatuwezi kuvua nguo, tukakaa uchi. Akaambia hapa mtavua, wakavua nguo. Basi wakalala. Ilipofika asubuhi mama alichukuliwa akapelekwa kwake. Na dada yangu mimi akapelekwa kwake. Yaani mama yangu mimi na mke mwenzake dada akapelekwa nje huko. Dada yangu mimi na mume wake wakaingizwa huko ndani. Mama akatolewa nje kwenye adhabu zake za kizeezee huko mwenyewe. Alipofika kule na wenzake aliambiwa tu wakae sehemu, waelekee sehemu moja, hamna kutizama huku wala huku. Na askari mbele anawatizama. Kwa hiyo muda wa swala ilikuwa ikifika wanatizamana kwamba wanaambia itakuwa muda wa swala huu. Itakuwa muda wa swala. Wanaswali pale pale huko hawana nguo. Lakini mama anasema kipindi yuko nje mwanae huko ndani alikopelekwa alikuwa anapigwa sana. Yaani alikuwa anapigwa, mama anasema yani alikuwa analia kama binadamu, baadaye analia kama mbuzi. Basi ilipofika jioni mama yangu mimi na wenzake walitiwa ndani. Na yeye mida kama saa 12 na akaingizwa ndani. Aliingizwa ndani akiwa hawezi hata kutembea. Lakini anapigwa na lazimishwa atembee. Akaingia mpaka ndani. Maaskari wakaanza kumwambia mama kama wewe mama ulizaa mtoto ulizaa jini. Anauliza mama kwani wewe ulianza kuswali mwaka gani? Asema mimi miaka mingi tu baba na swali. Basi wewe kuzaa mtoto tu ulizaa jini. Wewe ukikaa ukijiona hasa umezaa mtoto wewe umezaa jini tu. Hili ni jini. Anapigwa pale ndani. Akaambiwa umezaa watoto wangapi? Sisi tuko 10. Lakini mama akaficha akasema na watoto 3. Basi akaambiwa katika hiyo simu umemsevu vipi bwanao? Unaohisi kuwa ukimpigia atakutumia nauli. Ni mtoto gani? Akasema akatoa namba, nimemsevu fulani. Basi akatoa namba, wakampigia kakaangu mdau alikuwa yuko hapo Zanzibar hapa.
Wakamwambia tuma pesa, limama lako huku litakufa, tutalitesa mpaka life, wewe tume nauli. Kwani vipi, mama yako yuko gerezani akiwa na mdogo wako fulani. Kangu alihakusida akatuma nauli usiku ule ule. Akaambiwa pale, dadangu, yani wewe tutakutesa mpaka tuhakikishe unakufa. Adhabu tulokupa leo, kesho tunakupa adhabu kushinda hii. Kwa hiyo wewe mama, bora utoke uende zako, humu utakufa. Kesho yake mama ilikuwa asubuhi ya safiri, wakachelewa wao wenyewe maaskari kumsafirisha. Basi walikuja kumtoa mle gerezani saa 6. Wakampeleka kwenye mabasi, yani mama anaumwa. Kwanza anaumwa na ile hali hajapata hapo kuiona kutoka kwenye defender hajawahi. Basi anaumwa, lakini kabidi akatoka tu. Mama mwanae akamwambia, mama nenda tu. Ikiwa umeenda mama, mimi kwa hali yangu nilikuwa nayo na adhabu aloniambia leo watanipa na adhabu alonipa jana, mimi sipoi. Mama mimi nitakufa, ila kama nikifa basi niombe mama nikapumzike na kata shida. Basi mama anasema kwenye kutoka kumwambia mwanae, alimwacha tu yuko hoi kalala tu. Akahisi kwamba nikimwambia mwanangu ataumia sana. Kwa hiyo mama alitoka akachukuliwa na yeye kwa mguu, lakini akapelekwa mpaka hiyo sehemu. Huko amekamata mabastora, mabunduki anamwelekezea. Wakampeleka mpaka kwenye gari. Wakamkatia tiketi na shilingi 2000. Ndio akafika Dar es Salaam mwenyewe. Leo alipofika Dar es Salaam, yani huo muda mfupi huo, siku 3. Yani kakonda, amekuwa kama mtoto mdogo. Halafu muoga, hata kama ukipiga hodi tu hapo nje, yeye anaogopa. Alipofika Dar es Salaam pale Mbagala ilikuwa ni usiku, asubuhi akaenda akatundukiwa maji, alikuwa hawezi kula. Dangu mimi huko nyumbani akapiga basi kampelekeni hospitali atiwe maji. Akaenda katiwa maji akarudi, lakini yalikuwa kakonda, miguu yake imepiga weusi. Maana walimrusha tu mtesa, ile miguu ilifikia chuma. Kwa sababu mama ulipona hivi, asema walinirusha mlo akanitupia, kwa miguu yangu imekuwa meusi, yani kwa alipigwa na chuma cha kwenye ile gari. Kwa kabidi nikamwambia mama, sasa wewe ukupata hata akili? Akasema sikuwa na akili hata kuambia watoto nende nikawachukue, mwenye alikuwa alishafadhaika, sina tena akili na utu uzima. Kwa hiyo ndio ikawa hivyo. Ndio mama karudi zake, ndio tukapata habari kama Aisha amekamatwa na yuko gerezani na yuko hali mbaya. Kwa tunaishi tu hivyo miaka 5 tena. Kwa hiyo watoto kule walilala wenyewe, na hisi walipoamka naita mama, umoni mama yao wala baba yao hayupo. Kwa hiyo mama alichukuliwa na majirani tu, kwa sababu nyumba nzima ile walikamatwa. Walichukuliwa tu na hisi na majirani, na itakolelewa na majirani tu. Mpaka sasa hivi ninavyozungumza hapa, hatujui dada yetu yuko wapi. Alirudi mama peke yake, yeye yupo kule. Sasa hatujui kama yuko gerezani mule au gerezani mule labda alikufa kwa hali aliyomwacha nayo mama. Sinzu yeye mwenyewe anasema mimi sina hakika kama mwanangu ana mzima kwa hali aliyomwacha nayo, yeye mwenyewe ndo anajua alimwacha vipi. Kwa mpaka sasa hivi sisi hatujui kiukweli. Na nakaa na rohoni naweza sasa hivi ni miaka 5, hatuna mawasiliano wala hatuna taarifa zake zozote. Na kibaya zaidi hatujui watoto wake wako wapi, wanaishi vipi, yani hatujui. Kwa hiyo ilikuwa tunaomba kama kuna mtu ana taarifa na hawa watoto, ana taarifa nao, atuwasiliane, atupe taarifa. Na kikubwa zaidi mimi nimekuja hapa kuongea na Watanzania wenzangu. Yoyote atakayeguswa na kisa hiki, shida yangu mimi ni kwenda kuwatafuta, nijue tu mwisho kama mama yao alikufa au yupo, au nijue hatima ya watoto wako vipi. Shida yangu ni hiyo kubwa. Kama Watanzania watakawaguswe na mkasa huu, wanisaidie mimi niende nikawatafute, kwa sababu kule mimi kwenda naweza kwenda, lakini kunahitaji pesa nyingi, kwa sababu sipajui, sijui nitafikia wapi, sijui nitatumia muda gani. Ingekuwa kama naenda tunapajua napokwenda,
basi mimi ningeenda tu, hata kama na 100,000 tu ningeenda. Lakini nashindwa kwa sababu ni sehemu ambayo inahitaji pesa, sitajui. Mama kasema ni Newala tu, lakini siwezi kujua Newala sehemu gani kwa sababu Newala ni kubwa. Unaweza kushuka Newala mjini, kumbe Newala vijijini. Unaweza kwenda vijijini usiwakute ukapewa taarifa labda washahamia sehemu fulani ambayo inahitaji pesa. Yaani kiufupi huwezi kwenda na pesa kidogo kwa sababu ni sehemu unakwenda uhijui. Ndio maana kama kuja hapa kwa Tanzania wenzangu wanisikie, wanisaidie. Mimi kama dadangu alikufa basi, sababu hata mimi nitakufa, hata wao watakufa. Ila mimi nachoumia zaidi ni wale watoto tu. Lakini kama kufa dadangu basi na mimi nitakufa. Na familia yangu mimi maskini. Unajua maskini? Mimi kama sio maskini ningeshaenda zamani tu. Juzi ilikuwa nina pesa kidogo. Nikamwambia mama mimi nataka niende, kila nikikaa moyo wangu hauwezi. Mama kaniambia kule sio sehemu ya kwenda maana kwa pesa kidogo. Kiukweli tu nimeshindwa kwenda, nikasema yaani tangu Ramadhani nzima nafunga lakini wazo lipo kichwani. Nashindwa hata kufanya mambo yangu na kwa nawaza watu. Ndugu zangu wa Tanzania, nimekuja hapa nataka mnisaidie nauli ya kwenda kuwatafuta watoto. Kwa sababu kwanza sasa hivi watoto sisi hawatujui tena, ila sisi tunawajua kama wapo kule. Lakini na uwezo wa kwa tuende kule hatuna. Kiufupi hali duni, unapata pesa ya matumizi tu. Pesa ya kufanya jambo kama hilo upati. Na kifupi naomba mnisaidie Watanzania wenzangu atakayeguswa na mkasa huu. Naomba mnisaidie nauli Watanzania wenzangu ya kufika Mtwara kwenda kutafuta watoto. Watoto wameachwa mpaka sasa hivi ni miaka 5. Hawamjui baba, hawamjui mama, hawamjui yoyote. Hata ule upande wa baba yao pia hawamjui yoyote, ni watoto tu. Hatujui wanalelewa na nani. Naomba mnisaidie ndugu zangu nifike Mtwara kwenda kutafuta watoto. Namba yangu ya simu 0773. Bila shaka ni wa kusikitisha kama umeguswa kwa namna moja ama nyingine. Si shaka hata chozi limekudondoka kutokana na ugumu na mazito ambayo ameasimulia ndugu yetu hapa. Nambari yake ya simu kwa ajili ya mawasiliano, kwa ajili ya msaada zaidi, kikubwa anachohitaji ni kuwapata watoto wa dada yake. Nambari ni 0775